Nataka tukubaliane, tumekuwa na matatizo mengi ya mambo ya vita ya kule, tumekuwa na shida ya mambo ya mafuta, lakini leo tumekubali kama serikali ile mambo ya mafuta imeongezeka kila sehemu ya dunia yetu, lakini kwa sababu tuko na mpango ambayo imeokoa taifa letu kwa miaka miwili, wakati watu wengine wanahangaika kutafuta dollars, kutafuta mafuta, tuko na mafuta ya kutosha leo Kenya. Nchi zingine zimekosa mafuta kwa sababu hawakuwa na mpango. Kwa sababu ya G2G tuko na mafuta ya kutosha Kenya, na tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 6.5 kupunguza ile gharama ya mafuta ingeongezeka. Tumetoa vile vile ile VAT tumepunguza kwa miezi mitatu, tutateremusha VAT ikuje hapo 8% kutoka 16%. Na vile vile tumesema ile mafuta ambayo inatumika na wananchi wa kawaida, ile mafuta taa, ile paraffin ambayo inatumika hata na watu wa bodaboda, haitabadilika bei, itakuwa ni ile ile ambayo imekuweko. Ndio wananchi wote tuhakikishe we cushion our citizens from mambo ya kuongezeka kwa mafuta, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Wakenya hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? I want to announce to the nation, from here in the middle of war in Middle East that has resulted in high fuel prices across the globe, in our region and everywhere else for the last 2 years, because of the G2G arrangement that had made sure that we have supply of fuel in Kenya and that we have managed to moderate prices. I am announcing today, in the middle of people here, that the fuel prices that have gone up, we have stepped in as government with 6.5 billion shillings to reduce the cost of fuel. We have also stepped in to bring down VAT from 16% to 8% for the next 3 months until we make sure that we have gone through this phase. And thirdly, we have made sure that paraffin that is used by ordinary citizens, paraffin that is used by our border circles, we have made sure that the prices don't change, because we want to cushion the people of Kenya from fuel prices. Mnasema tuendelee ama tuendelee jameni? Kuna wengine wanasema ya kwamba ati kwa sababu mafuta imeongezeka, na imeongezeka duniani kote, wanataka kufanya maandamano hapa Kenya. Mimi nawauliza, tukifanya maandamano bei ya mafuta itakuja chini? Itakuja chini? Si lazima tutumie akili kupunguza gharama ya mafuta, na tupange tuhakikisha kwamba ile vita inaendelea ndio inatuletea shida iishe huko mahali inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haiendi juu zaidi, na vile vile kuna mafuta ya kutosha ya kusukuma gurudumu ya taifa letu la Kenya. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kisii, si mnasema tuendelee na kufanya kazi? Nyinyi mnaniuliza nimalizie nyinyi stadium, nimalize hii stadium ile bilioni 1 tukamilishe. Mnasema nijenge mabarabara, mnasema nijenge masoko, hata hii soko yenu nikuje nijenge. Mnasema tuunganishe stima, mnasema nijenge airport. Wangapi wanasema niendelee na kazi jameni, niendelee na kazi? Na wauliza swali ya pili. Mimi nawauliza swali ya pili. Mnasema nifanye kazi na hawa viongozi wote, nifanye kazi na Simba Arati, nifanye kazi na Osoro, nifanye kazi na huyu Nyakundi, nifanye kazi na Elsi, nifanye kazi na hawa viongozi wote, nifanye kazi na Zahir Chanda. Hebu nione wala wanasema tufanye kazi pamoja. Sikizeni ndugu zangu watu wa Suneka, ndugu zangu watu wa Bonchari,
mimi nilisema na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ili tuondoe siasa ya chuki na ukabila, siasa ya ubaguzi, tutengeneze serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. Chama cha UDA, chama cha ODM na wale wengine tuungane kwa broad based, tuleta Wakenya pamoja, ndio tuondoe ubaguzi, ukabila na mambo ya chuki, na tuunganishe Wakenya, kwa sababu umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Wangapi wanasema tuungane ama tutengane? Wangapi wanasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane? Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi. Mnasema tuendelee kufanya kazi. Unajua kuna majamaa wengine nasikia walikuja hapa wakatutukana. Wale watu ni mafala sana, wako chini. Mimi nataka niwaulize, walikuja hapa wakatukana Osoro, wakakuja hapa wakatukana huyu Simba, wakakuja hapa wakanitukana. Mimi nataka niwaulize wale majamaa, nyinyi wacheni matusi bwana, wacheni ukabila na chuki. Kwanza nyinyi msikuje kuongelea Simba ama mimi ama Osoro ama hao viongozi. Nyinyi kwanza hamujulikani nyinyi ni nani. Nyinyi kwanza mseme majina yenu ni kina nani. Ama namna gani? Mimi nataka niwaulize watu wa Suneka, kwani mimi ni mtu sijulikani hapa? Mnahitaji mtu wakuja waambie mambo ya Ruto? Si nyinyi mnanijua? Si mnajua Simba? Si mnajua Osoro? Si mnajua hawa wote? Wale watu walikuwa wanaongea hapa maneno mingi na kiburi. Kwanza majina yao hatuwajui. Na kwanza wangekuja kusema majina yao, aseme mimi naitwa Kachieta somebody, ndio kwanza tumjue wewe ni nani. Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi nawaambia hawa jamaa, don't waste your time kuja kusema kuambia hao wananchi mambo ya William Ruto ama Simba ama wa viongozi. Hawa wananchi wanatujua sisi, na hawa wananchi wanatujua kwa ile kazi tumefanya. Wanajua ile barabara tumejenga, wanajua ile soko tumefanya, wanajua stima tumejenga, wanajua ile kazi tumefanya. Nyinyi kujeni, museme majina yenu, museme ile kazi mumefanya, barabara gani mumejenga, stima gani mumeweka, soko gani mumejenga, kanisa gani mumejenga. Wale watu nasikia hata sadaka hawana. Just imagine. Ati hata sadaka they don't have. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nawauliza nyinyi watu hapa Suneka, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua senator na women rep? Si mnajua governor? Si mnachagua rais? Mimi nawauliza nyinyi watu hapa Suneka, saa ile mnachagua kiongozi, mnampima na kazi ama mnampima na sura? Na kazi ama na sura? Na kazi ama matusi? Na kazi ama fitina? Si kila mtu anapimwa na kazi yake ama namna gani? Sasa wale majamaa nyinyi, wacheni wale watu wa matusi mingi na kiburi na madharau. Nyinyi kujeni mueleze kazi yenu mmefanya ni gani hapa, na mtueleze sera yenu ni gani. Hawa wananchi wanajua William Ruto amekuja hapa, anajulikana kwa ile barabara amejenga, anajulikana kwa ile shule amejenga, amejulikana kwa ile hospitali amejenga. Mimi nimekuwa hapa Suneka, ni kweli ama si kweli? Hata hapa sokoni mimi najulikana, ile tangi ya maji sisi ndio tumeweka, ni kweli ama si kweli? Wale majamaa wengine kuna kitu walileta hapa Suneka? Kuna barabara walilete? Kuna stima walilete? Kuna ajenda yote walilete? Kuna mpango yote walieleza? Wale majamaa sikizeni bana, wale jamaa ni watu wa matusi, watu wa ukabila, watu wa chuki, watu ambao hawana ajenda, hawana mpango, hawana maono, hawana sera. Mulisikia sera yao? Waliwaambia sera yao? Waliwaambia mpango yao? Mpango hawana, sera hawana, ajenda hawana, maono hawana. Ala, kumbe mnawajua? Mnawajua wale jamaa? Ati maono hawana, ajenda, sera, mpango, ajenda, hata akili. Mimi naona akili ndio hawana kabisa.